lazima tuwe na vipindi vya kujitathmini. Kitu ambacho kinaweza kukusaidia katika kujitambua ni kufanya tathmini binafsi juu ya mwenendo wako. Kabla hujaanza kukosoa uzembe wa watu wengine, tenga vipindi maalum, ikiwa ni kila baada ya wiki, mwezi au mwaka, kujitathmini ni uzembe wa namna gani umefanya na matokeo yake. Hata hivyo, unaweza kufanya tathmini za kila siku ili kutokuwa na mrundikano wa tafakari za muda mrefu kuhusu namna unavyoishi. Unaweza kujitathmini. Unaweza kutathmini kiwango cha mafanikio kwa kulinganisha na matarajio. Una mpango? Wakati mwingine tunaishi bila mipango vijana. Yaani bora kuna kucha. Hivi kuanzia Januari uliweka mpango gani wa maendeleo yako binafsi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna malengo uliweka, ukasema nafikiri ukifika katikati ya mwaka 2025 nitakuwa nimefanya jambo fulani. Wanakwaya, na malengo mmeyaweka na ambayo mmeyapangia muda ili muweze hata kufanya tathmini. Watu wanaishi kama ndege wa angani. Ninasema hawafuni, si wala hawana gala. Hatuwezi kuwa kama ndege sisi. Si viumbe wa kipekee. Tuna akili. Mungu katuumbia akili. Anataka tuishi kwa utaratibu na mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya tathmini. Ni uzembe gani umeusababisha mwaka mzima ambao umekuletea matokeo hasi? Kiwango cha mapungufu unalinganisha na kiwango vya vitu ambavyo umevishinda. Kama mafanikio hayakufikia malengo, basi ni wazi kuwa bidii na mbinu bora zaidi zinahitajika. Na kama matokeo ni kushindwa, basi ni wazi kuwa mfumo mzima wa maisha au utendaji wa shughuli zako inabidi ubadilike. Badilisha na mbinu, uweke mbinu mpya. Ufikirie nje ya box. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisema fikiria nje ya. Wale viongozi wa vijana, mimi nataka mwakani ikifika saa hizi tujue, lazima tutembelee hivi vikundi, tujue upendo wana mradi gani wa kujiongezea kipato. Wale wanaotoka kule Misongeni, maana sisi tunafanya tu semina ambazo zinapita, watu nao wanaondoka wanaenda kuishi maisha yale yale. Lakini tujue kwamba wale waliohudhuria kwenye ile semina ambao hawakuwa na chochote cha kufanya, sasa hivi kuna shughuli wanafanya, jamani, wanafanya. Na tukague. Na ninyi viongozi ndio muwe mfano. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufanye tathmini na tuchukue hatua. Sasa jambo la mwisho ambalo nataka niseme, kubali kuanza upya. Tulisema jana, hujachelewa. Bila kujali wasifu ulionao, unaweza kuonyesha kiwango cha kujitambua kwa kukubali kuanza upya mara tu unapobaini kuwa una makosa makubwa katika mwenendo wa maisha yako. Mtu mwenye kiwango cha chini kabisa cha kujitambua hawezi kuanza upya kwa sababu ya kutokujitambua kwake. Haoni shida kwa jambo lolote limpatalo na kuhisi kuwa amestahili. Yaani yeye bora kuna kucha. Na ndio maisha tunayoishi. Maadamu umeamka, una afya njema, unaweza kutembea, basi unaondoka. Una malengo, unarudi nyumbani jioni, una malengo, unalala asubuhi tena umeamka. Kuna unachoweza hata kutathmini, hata unapotaka kuanza upya, unaanza upya kwa jambo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asiyejitambua haoni umuhimu wa kubadilisha mtindo wa maisha.
kwa sababu ufikiri kuwa kufanya hivyo ni sawa na kupoteza wakati. Na wakati mwingine nashangaza sana kumuona mtu anatumia staili ya aina moja katika kupambana na changamoto ambazo kila siku zinabadilika. Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao unabadilika sana. Unajua zamani tulikuwa na ile mikanda ya nini ile tunaweka tape ile. Sasa hivi haipo na hata ukitafuta hutaiona. Baadaye zikaja CD. Sasa hivi na zenyewe hazina maana yoyote. Sasa hivi kwa hizo rekodi zinaweka flash. Nataka kuambia baada ya muda mfupi tena flash hazitakuwa na kazi. Dunia inabadilika. Tutakuwa labda na nyimbo ambazo zitakuwa ziko kidijitali. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa artificial intelligence. Unajua? Kwa Kiswahili wanasema akili mnemba. Inaweza kufanya mambo ya ajabu sasa hivi, yani huwezi kuelewa. Sasa inabidi pia kujielimisha na mambo haya. Ninyi kama vijana, kuona namna gani mnaweza kutumia wakati huu na ukuaji wa sayansi na teknolojia ili mambo yenu yaende sawa. La sivyo, hatutaweza kuishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na hii inapatikana katika kujishughulisha, kutaka kujua mambo. Na ndugu zangu, wakati mwingine hatuwezi kubadilisha maisha yetu kwa sababu hatutafuti habari. Dunia ya leo usipotafuta habari, wewe ni kama mfu tu. Mambo yanabadilika, wewe huna habari. Unaishi vile vile. Sio ndio tamasha viongozi wa dunia mpo wana nini? Itakiwa tujiendeshe pia tamasha kidijitali zaidi. Si ndio jamani? Sasa mpaka mwanafunzi wangu wakaja kunipiga picha hapa. Naongea tangu juzi hapa hamna hata nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jenga tabia ya kukubali kuanza upya kila unapoona kuna hatua ya kiwango cha makosa ulichofikia ambacho hakiwezi kurekebishika. Mfano, kama pengine fani unayoitumikia haiendani kabisa na kipaji ulichonacho, kubali kujifunza fani nyingine. Na endapo marafiki ulionao wanakusababishia kushindwa kutimiza majukumu yako, kubali kuanza kutafuta marafiki wengine wapya. Achana na rafiki ambaye anakurudisha nyuma, ambaye hana faida. Mimi kila ikifika mwisho wa mwaka nafanya kwenye simu yangu na majina mengi ya watu. Nafanya audit. Yaani mtu ambaye siwasiliana naye kuanzia Januari mpaka mwezi wa 12 kwenye simu yangu anafanya nini? Na muondoa. Anafanya tu simu inajaa kule. Si ndio jamani? Hata kuna mwingine anang'ang'ana rafiki huyu mimi, rafiki wa kufa na kuzikana, kwani amekuwa Yesu huyo. Achana naye kama anakurudisha nyuma. Achana naye kama unaona haikusaidii. Amen. Kwa sababu Yesu ndio anasema ndege wawili wanaofanana wanaruka pamoja. Sasa unaweza kuwa na mtu ambaye ufanani naye unaandamana naye. Achana naye, tafuta rafiki ambaye ana maono. Maana wakati mwingine marafiki wanaturudisha nyuma. Mmekaa mnapiga porojo za hovyo, itaendelea kweli? Kila siku mkikutana nyinyi mnanung'unika wote, mtasaidiana kweli? Mtu mmoja alisema ukitaka kupata mawazo ya maendeleo, unajua wakati mwingine jilipue kidogo. Tafuta hata pesa kwa tamu, hata 30,000. Jana walisema hoteli nzuri hapa Morogoro ni ile Morena. Si ndio? Nenda pale na 30,000 kunywa soda hata 5,000. Uagize pizza, si ndio Siji pizza, siji banga, na vitu vingine. Unakula, unaangalia majengo jinsi yalivyo, unaweza kupata mawazo makubwa, ukaona maono makubwa zaidi. Sio unaenda kwa kwenye kibanda cha nyasi unataka kuanguka. Alafu unasema nitoka kwenda kwenye utulivu. Unaweza kujinyonga kweli. Kwa sababu wewe una shida na unaenda katika mazingira ambayo ya shida.
nipande ndege, nikasafiri na treni kwenda Dar es Salaam, nikapande ndege kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, hapo baadaye nitarudi na basi. Si ndio? Ndio. Usipofanya hivyo huwezi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitendo cha kukubali kuanza upya kitakufanya kujitambua. Utakapoanza awamu ya pili itakusaidia kubaini makosa uliyoyafanya mwanzo, na kwa sababu hiyo kuwa mwalimu wa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali inasema vizuri sana, nyumba ya mvivu itakuwa ni nyumba ambayo kila siku ina mahitaji, ila anayefanya kazi kwa bidii atashibishwa. Si neno la Mungu? Tunataka tuwe na vikundi vya fellowship vya watu wanaoomba kweli kweli mpaka Roho anashuka, lakini wakati huo huo watu hao wafanye kazi kwa bidii wapate mkate wa kila siku. Tukiwaambia mchango wa kanisa waweze kutoa. Mchango wa kanisa sio maombi peke yake. Sio nataka kujenga hapa ofisi ya ghorofa hapa juu. Hii nataka hela. Si ndio? Na tunategemea nyinyi vijana wenye nguvu ndio mnaweza kufanya kazi kwa bidii. Tukisema mchango toeni hapa laki, pesa zinafanya jamani? Lakini sisi vijana wetu ndio wamechoka hatari. Ukisema tu mchango wa 2,200 hapa watu wote wanatoka, hawatoi. Kwa nini? Hawana hela. Kwa nini hawajishughulishi? Kwa nini hawatumii fursa zilizopo kufanya biashara, kufanya chochote? Unatoa watu pesa. Siku moja nilikutana na mama mmoja, tena hapa kasita nasema ni wapi? Hapa. Na mimi huwa nikihubiri, mimi siku hizi nahubiri sana mambo ya kazi. Haya. Wale wote simnajua kwamba Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi. Na ukitaka kwenda mbinguni alikuwa kumfuata. Si ndio tunasema kila siku? Sasa hivi tunasema na mambo mengine kidogo. Sasa mimi nikahubiri, baadaye akatoka akasema, mwanangu, mimi nimestaafu siku za karibuni, lakini manabii wamekula hela zangu zote, na sasa hivi maisha yangu ni mama amestaafu mzee. Kila siku manabii anasema utoe sadaka ya kujimaliza. Ukishajimaliza alafu inakuwaje? Ila nyewe wakubili Mungu anawaona. Asanteni sana. Kwa jina la Baba na Mwana